kwa uzoefu wetu ukiangalia, wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo. Wanasema maandamano. Ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe. Maandamano yalikuwepo wapi na wapi? Nimesema maandamano alafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. Ni vile wenzetu wa vyombo hawana kawaida ya kuweka numbers za umepoteza askari wangapi. Ni wakubwa zetu mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi. Hivi wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi. Lakini maandamano ya watu wanaenda na silaha, watu wanakuwa well armed. Ni maandamano. Ni maandamano. Watu wako well armed, ni maandamano. Nani kamfiatulia nani? Haya ndo maana Mheshimiwa Rais kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa. Juzi kashikwa yule mmoja anavuka mpakani. Ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja. Ana mabomu. Na ajabisha alipohojiwa anasema nimeona nibebe na mabomu nikajihami kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulishajua na tulishajua wengine waliokuwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu. Pia kwa sababu ya masuala haya ya kichunguzi haiweki wazi. Namba kubwa hawajui hata Kiswahili. Ni maandamano. Sasa na wameshiriki na ndugu zetu. Kwa hiyo ndio maana tunasema haya lazima yafanywe kwa kina, na ndio maana tunatoa rai kwa ndugu zetu wa Tanzania wenzangu, vijana wa Kitanzania. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii.